tunawalika Itangi. Oh, pole Itangi, tutakuja baadaye, kipindi kingine kinaingia. Asanteni. Wabese wa wana na wasalimia mchambo tena. Inaonekana tumechoka ni kwa sababu tumekula sana. Mungu ametusaidia tumefika wakati huu. Na ninajua kila mtu anajua hii ni kipindi hiki tunaenda ni kipindi gani. Si tunajua? Tunajua? Huyu ni pastor gani anaitwaje? Pastor Nico. Sasa hebu na tuombe tumkaribishe aendelee na kipindi ya stewardship. Tusimame tuombe. Tusimame. Hata ingawa tunaonekana wachofu sana, tusimame. Tuombe. Omochenu tata Nyasaye. Mbia mone kero tu anje tuna abana bao naende ogotokorera naende ogotoimokerera igoro nonye ntugwenereti. Mbia mono manene kiagero bulindi bwa obogokumia na igwatu anchira twaikire chikambi echiga. Naende mbia mono asenge encho yabakwani kwaretira igase kanisa kambi yetu ya Jogoo. Tatu ito na mangana otwe igure korwe sabato wekabono iga. Na batukona gosabanga katika jina la Yesu maneno tokonye to yakorere. Naende atusira asubugimo wege karutokonye tuguma bogocha. Na mange kero kenda achira asitore kero kende konya toko gututanya manyeti gochime mono. Bono tuanyamanyire tuasabira monene oto echinguru cyo moikomo chenu erio monene togende kuyakorera buna abana bao. Naende tuwekira asinga kibono tatu ito togochukwegere gepindi ya stewardship wetera ase pastor Asuma. Obero tuegeria gocha na bono iga naende mbia mone kiera gwa tokonyire na era kwa mokonyire naende kutuegeria are ase ngaki ya bono marogoba. Tuasabira monene otoe obotegereri obuya naende monene tata Nyasaye nero usute bikoba byaye ga kwana na intwe tito omorora kuri ne tokorore eria mangana ya tunya ko batuko ya igwa na to yakorere gwetera so wanchani bwao. Bono mbia mone kiera tuamire gwa toigure kiera tuasabiri na kwegena sirete ya Yesu yoro mabolio ito. Amen. Asante. Pastor karibu. I've received many questions, some verbal, some in written, about the stewardship, and I still welcome more questions. If God allows us tomorrow to have a few minutes, we'll try to go over them. So you write a question, don't write your name, just a question and hand it to me. Some have also asked some questions about the Bible study. Maybe tasirikiana na wala ambao wamekuwa kihandru hayo. Wengine wameuliza kuhusu vitabu na publishing. Kwa hivyo endelea kuandika maswali, tukipata nafasi tutajaribu kuyajibu kadri na muda. We have been speaking about stewardship, the more who a steward is. We looked into the Hebrew concepts and words, into Greek concepts and words, trying to define who a stewardship is. For those who have been here, they have been enriched. Yesterday, we also looked some of characteristics of a faithful steward. So we have been speaking who a steward is in a general sense. We said yesterday
one who can be depended upon by other people around him, one who can give counsel, help, and who people can confide in. We also said a steward must be just in whatever he or she does. He should know when he has an information, when, what, where, then he has to consider all the evidences and circumstances before making a judgment or a conclusion. We also said he has to have a character of moral character and a reputation, a 24/7 lifestyle. He has to live in an examined life. He has to test himself and examine himself if he still is on the track. We also said a faithful steward lives a controlled life, self-control. Then we say self-control is one of the fruits of the Holy Spirit. Then we said, if not living in a self-controlled life, Solomon admonishes us that a man without self-control is like a city broken into and left without walls. So enemies can come in time and do damage. So a steward has to control his or her temper, appetites, emotions, tongues, even sex drives, and the way he or she spends her finances. Not to spend your finances recklessly. We also said a faithful steward has to live a sacrificial life. He has to live his life should be a living sacrifice. Should live a self-denial life and carry his cross daily. Now, that was yesterday. Today, we want to live a steward in a general sense and come to where Paul narrows stewardship to those who hold the key positions in the church levels. We want to see how Paul narrows stewardship to those who hold key positions in the church levels. The apostles, the pastors, the teachers, the prophets, elders, deacons, directors, and the presidents, right from the local church, fields, missions, conference, to the high levels of the church. I'm rushing very quickly because our time is almost gone. So, sasa chukua kalamu yako na karatasi, maana kanisa ni shule. A church is a school, so you have to come with your textbook, which is a Bible and a songbook, and then your notebook and a pencil to write with. You know, a pencil doesn't mean a pencil. It means any writing material. So have your pencil and somewhere where to jot some points. Paulo narrows stewardship to those who hold key positions in the church level. Now hear what Paul says in that book which we have been reading in 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Paul wants the church to think of him and his fellow workers
as servants of Christ and the stewards of the mysteries of God. And somebody read that, 1 Corinthians 4, verse 1 and 2. 1 Corinthians 4 verse 1 and 2. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Verse 2. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Paul wants the church to think of him, Paul an apostle, and his fellow workers like Timothy, Titus, and those people who were his companions in the gospel ministry as servants of Christ. So when you are a steward, you are a servant of Christ, not the man's, not the church's servant. And to think of him or of them as stewards of the mysteries of God, which is of multiple manifolds. Further, he notes it requires, that is in verse 2, of stewards that they may be found trustworthy. What is being found trustworthy? That they may be found trustworthy. What is the Apostle Paul trying to pass across? What is being found trustworthy? Hiyo ni maana gani? Wapatikane waaminifu. Hiyo ni nini? What do you understand there? That means high moral integrity. That uprightness of character and the sound of moral principles. That absolute holiness, not the holiness, yani wants tariobochen holiness. That truthfulness. When Paul is saying that a steward or stewards are to be found trustworthy, he means that high moral integrity. Wherever you are in the capacity of position, whether you are a pastor, an apostle, a prophet, a teacher, you hold those key positions. You are supposed to have a character of moral integrity. In all your deeds, you have to be upright. That uprightness of character and the sound of moral principles. Si mtu wa kujichanganya changanya. Si mtu wa kujisusa cheo yake kufanya vitu ya utoto. Si vitu ya kufanana na wale wa kawaida. Kama ni pastor, si mtu wa kufanana na wale ambao naongoza members. Huwezi kujisusa mpaka kiwango cha wale unaongoza. Kama ni mwalimu, huwezi kujisusa kutoka cheo chako mpaka ufanane na wanafunzi. You have to be of a sound of moral principles. Absolute holiness. Oro mogima bwe kunguntere toro mogima. Not a half caked. Onye nogo seka mno mubasita, waseka mne principal, waseka mno a director, waseka mne president ya conference, tori go seka kiana. Nananga pastors wengine watoka kanisani na si pastor wa
Kiadventista. Akipita mahali anaenda amekula kule kanisani, kama ni lunch, chai, kuku, nyama, mayai, chakula kinono. Arabu anakimbia mpaka kwa kuna hotel. Hapo nje kuna ile siku akisema tunaita uchwe. Baba chewe chingu na kuna netraf. Pastor ametoka kanisani saa 7, saa 8, saa 9, anacheza hiyo hapo. Alafu wale walie tairi naye wakialewaye, ambao wanastahili kumuogopa na kumheshimu, wanaanza kufuta tupako na sigara nyuma yake. Ya mwaecho ya soe king. We charangiri. And is a reverend, is a bishop, is an overseer, is an overseer ambaye amesimamia wilaya ya kikanisa mahali fulani, anajisusa mpaka anaenda kujia soboche wechi nkuna aliye kiosiki na abantu bandi bonsi abandi batanakora batanagusibimunwa bagotyoko bakuko baja komuroka nga ya mwensundia. So Paulo now narrows the word of steward to this point, to those who hold key positions, that to be found trustworthy. I am still stressing this moral integrity, uprightness of character, sound of moral principles, absolute holiness, truthfulness, and trustworthiness. Usicho kajikutwe kama Central Province of Kenya umetoka unakora shule kwa kanisani, mhudumu, mwakili wa kanisa, umekufa kwa lodging ngao mlikuwa na mwanamke. Alafu vyombo vya habari vinakuonyesha Kenya nzima. We charangiri. Kuna viongozi wengine hata wanajulikana na pakipa. Vandu bakorenda chibango oligago chaga maite rumunko moigorera. Akuebisa gochio ogwe charangia. Ngokwero ro mno moiko yorionde. Akwerali. Trustworthiness is one of the qualities of any church leader at any level of church leadership. Because you have been entrusted with the leadership position in the church of God. You are not to be the Lord over others, but you are servants. And this is what the Apostle Peter is trying to tell us, leaders and the church, to understand in 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11. Kwa hiyo jukumu, tuweza kuisema hiyo karama ya kuhold key position in the church leadership. Sasa Petro anakushauria che, our leaders be very ready. 1 Peter 4 verse 10 and 11. Kama umefungua soma. Biblia inasema kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Paul in 1 Corinthians, as we read in chapter 4, he is saying waja tuhesabiwe kama watendakazi wa Mungu na wakili wa vitu vya Mungu. Peter is also telling us, as each has received a gift, employed for one another as good stewards of God's varied grace. Itumieni kwa kutumikiana. Serve others. Wewe si bwana mkubwa, wewe ni mtumishi kwa watu wote. Ndiposa unakuta watu wengi wananisalimia kule nakoishi, mtumishi, umosomba. Kuna vijana wadogo ambao niliongoza kule nyumbani wakati nilikuwa ngambo ile ngine ya Kijumapili.
kawaongoza Sunday school, kawaongoza kwa youth kabla siaunga kukua mwSDA. Sasa juzi wameenda Nairobi, wametafuta kazi, imewakosa. Wanachingiza kwa makanisa ya Kipentekoste, anakuja amepata mzungu pala, anatembeza dini, anasema nani awe ananiakilisha hapa Afrika Kenya, alafu anakuja anajiita bishop. Sasa kule Risafu, kama umeenda kwa Masisi, kwa matanga, kinafika wakati wasema ya kwamba abarandi wonse pibate nenevosia, wapili wote wasimame mbele. Alafu wale vijana wanasema chi bishop ne chi obasie chi datigara magega ndigereria abaisia wonse pibona watigara magega nara igomba manyete pastor Nico ningo onye na graduated my first theological course in 1977. Abaisia babona ba chiraga babugoria marieta abasongo babatwekire nge bishop nini. Autu atigaire bosi aba pasa, sema jina lako pekee na mahali una hudumu. Lietari ana sokorani, lietari ana sokorani. Ne bacha kuchimaego mwisho. Nama kubolinga ya Nyakundi, bona gole bishop konde kombua. Nilikupatisa about 7 years ago. Wewe fulani nilikufundisha kwa Sunday school. Sasa umerudi nyuma. Sasa nawaambia mimi naitwa hayo majina yote, maana those are Greek names ambao ukitumia jina overseer, bishop, nini, those names are used interchangeably, meaning all of them meaning you oversee the sheep. Wewe ni mchungaji, weto hitu overseer, pastor, nini, wewe ni mchungaji. And Jesus never called himself any of those titles. He never called him a pastor. Kama ni mwalimu alikuwa anasema mnaniita mwalimu na mnasema kweli. Yeye alisema mimi ni mchungaji. Na mchungaji mwema utoa maisha yake, uhai wake kwa ajili ya nini? Ya kondoo. John chapter 10. That is the only title he called himself. Matitle mengine walikuwa wanampandika. Sasa siku hizi watu wanasema mimi ni bishop, mimi ni overseer, na ukimfuatilia ndio huyu anakufa kwa lodging na mwanamke. Na anakola sio ngapi kwa nyumba. Chini, kando, watu wanasweti, nchiri ndogo, nchiri ya Nyerere, umunyirira. Hakuna mafundisho, matera mangije pambio kanisani. So Paul is telling us and Peter is telling us, sisi si wa Bwana, sisi ni watumishi. Jinsi Yesu alisema, nyinyi msiitwe wakubwa, nimewanyesa kielelezo, niwasafisha, nikapangusa na towel, kama mimi ambao ni Bwana wenu nimefanya hivyo, nyinyi. So you be a pastor, an elder, a president of the conference of mission of field, you are just but a servant. You are a servant of God and a steward of God. Therefore, in Titus chapter 1 verse number 7, let us read it very quickly. What does it say? Titus chapter 1 verse number 7. Maana imempasa askofu awe mtu asiyeshitakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Asiwe mtu wa kuchipendeza nafsi yake. Asiwe mwepesi wa hasira. Asiwe mlevi wala mgomvi. Verse 7. Have you gone past that? Yeah. Repeat verse 7. Titus 1, just verse 1, verse 7. One verse. Titus 1:1 ama 7. 1 verse 7, kifungo kimoja tu na ungo wasome vingi. Hapana, bado ni hiyo. Maana imempasa askofu awe mtu asiyeshitakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake. Asiwe mwepesi wa hasira.
asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu. Sikiza vile Biblia na Mungu anatuonya katika Biblia. It says that any Christian minister, be it a pastor, an elder, deacon, an officer in the office, whoever, you should act as God's stewardship under any circumstances. Omotanga niwe kanisa. Ondebwens omotanga niwe kanisa. Newenrete tukwanirwa mangana mabe. Unachilinda, okuegita, okuelita, okoba na mambo kwa kiasi. Mwenye mtu unajiheshimu, si mtu wa kusemewa maofu. Is responsible to God for his treatment of and attitudes toward those in darkness about him. Because God has elected you and chosen you to that position, so that you may take the knowledge of God to those who live in darkness. Tell them about God. You are involved in the Great Commission to hasten the coming of the Lord Jesus Christ. What does Paul continue to say in Ephesians chapter 3 verse number 2? Read it. Verse 2. Ephesians 3 verse 2. Ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu. You as a church leader in that high rank, high position, it is by grace that you are a minister of the gospel. Nyinyi wa Israeli sikuwachagua kwa sababu nyinyi ni wengi kuliko makabila mengine, la. Nyinyi ndio wachache kabisa katika mataifa ulimwenguni. Lakini by my own grace nimeamua kuwachagua. Kwa hivyo Mungu amekuweka katika ile kiwango ya uongozi kanisani ni kwa neema tu. Si kwa sababu chochote kile wewe uko, ni kwa neema. Ndio Paulo amesema sikuwekwa kwa huduma kwa njia nyingine hapa kwa sababu nilikuwa hiki na kile. Stewardship has been entrusted to me because of God's grace. He's saying that God's grace is given to every God-fearing person generously. Umechaguliwa kwa kupewa hiyo kwa upendo wa Mungu ambao hana upendeleo wowote. Then Apostle Paul continues to say in Colossians 1 verse 25, what does he say? Colossians 1 verse 25. Inasema, ambalo nimefanywa mhudumu wake sawa sawa na uwakili wa Mungu niliopewa kwa faida yenu. Why are you being given the responsibility of being a steward? Ili nilitimize neno la Mungu. It is God-given commission for the purpose of preaching the word of God. The Christian ministers to make the word of God fully known to those who are in darkness. Hiyo ndio sababu tu umetunukiwa hiyo neema. So that you may get involved as a steward, as a servant, to open the eyes of those who are in darkness, that they may come into the full knowledge of their Creator. Kini unajua wengine tunaenda kuhubiri tukiwa opek, tukiwa giza, tukiwa ukuta. Tunahubiri Yesu, lakini tena matendo yetu inakuwa opek. Tunakuwa sasa tena ni giza. Ngoji korandinda abantu waro musunte na ndende njondo musunte mono. Anasema nini? Anasema Yesu
yu karibu yuacha. Wakitaka kuona mimi tena nakuwa giza kwao, kwa sababu ya vitendo vyangu vibaya. Nakiora arandie, nakiora utakuache mshuhuda wa Yesu pale kwenye kazi na una cheo kikubwa, alafu and you maybe you have a family, a woman or a husband, tena una mpango wa kando na waachili wale wako chini yako, waachiliwa wale wako chini yako. Utangi wetia mangana, there's no promotion for you. Igotigara magega, igotonyora no hoteli gete, na tena wakija na kupata kanisani, wakija wanakupata kanisani. Hata tumefunganisha wengine harusi wengi, inatangazwa na wasichana wanawake ni wachanja, inatangazwa mara 3 mara 4. Wakati ule wa kuunganishwa ndio mwanamke anajitokeza na watoto 2 3 na photos, anasema huyu ni mume wangu, ona watoto naona photos. Anaongojea hadi siku zile mnatangaza, anakuja kukuaibisha. Hii harusi inakufa hivyo. Hata pastor nimeshuhudia kama miaka 7 hivi iliyopita. Alafu watu wametoka Bible school, wamesomea upasta ama theology, wanakuja wanaingia hapa wanahubiri makambi wapi. Sasa nafikia wakati wa coordination. Alafu kama walikuwa 14 katika ile ratio ya kwenda kuwekewa mikono, wanatangazwa mapema na wanajulikana. Siku ile on the material day unakuta ya kwamba pastor fulani hayuko, pastor fulani hayuko. Kwa nini? Mwanamke alikuja katika ofisi kwa executive akasema mnaenda kuordain fulani, na hii ndio watoto wake niko nao. Kwa hivyo tukamtoa katika list. Ndio Biblia imetuambia katika Wakolosai ya kuamini katika hiyo Tito ya kwamba any church leader in that position usipatikane kwa tabia kama hizo. In the book of Titus, the bishop of God's church is called a steward, signifying that he has a stewardship obligation to this church to get involved in the Great Commission. In Titus, as we read in Titus chapter 1 verse number 7, Titus lists down, Paul lists down some of the bad habits, characters that shouldn't be found in the Christian minister of any level in the church. We read those. Can you repeat it? Titus 1 verse 7. There are those bad habits, characters that shouldn't be found in the Christian minister. Mahana imempasa askofu awe mtu asiye shitakiwa na neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu. Ana kufunganisha harusi, lakini utanipa, napiga pay na kupigia pay, utanipa 10,000 na tena uninunue suti 2, mapato ya aibu. Kwa hivyo napata nasunguka kila mahali vijana, mimi ndio nimewika katika hii conference inaunganisha vijana. Ekiaira nko baroserie bei, yo kwa wata nie nyangi nasa bachibe ya sekunu. Anate amombi mere suti. Kuna hata viongozi wa kanisa katika ile kiwango ya juu. Wagote vyo moiseke nga
bonkora komanya nono mumuro na kugeretie kuna wakora courtship mutaji kunywamana. Haibu kubwa hiyo. Hello? They are among the remnants but doing their own will. What about verse 8 and 9? Now, Paul lists good qualities of a stewardship to Titus. Here, chapter 1, verse 8 and 9. Read it. Pali awe mkaribishaji, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake. What is the opposite of mtakatifu? What is the mtakatifu? Mchafu. 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 Wengine wamesema mwofu. Verse 9. Akilishika lile neno la imani, vile vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima, na kuwashinda wenye kupinga. A steward, a servant of God. Unaupili watu watubu makosa yao, wawe reconciled to God, na ukijitunza wewe mwenyewe. Kama ningelikuja kupata nafasi, I could have spoken about the ownership. Stewardship speaks of ownership and the table sign, lakini asiingilie hiyo. Maybe Mungu akitujalia kwenda kesho nitasikanisha hiyo pamoja na tithes and offering. Lakini nataka nimalizie Romans 16 verse 23. Unajua hata ukiwekwa kuwa treasurer wa kanisa, hata executive secretary wa kanisa, hiyo ni vio kubwa. That's big positions in the church. How do you go about being a steward on those levels? Soma Romans 16:23 tumalize. Gayo, mwenyeji wangu na wa kanisa lote, pia awasalimu. Erasto, wakili wa mji, awasalimu, na Kwato ndugu yetu. Erasto, in the English Bibles, he was a treasurer of the church in that Roman city, ambao naye alikuwa amejiunga ni mhudumu pamoja, ni steward, ni mhudumu mtendakazi pamoja na the apostle Paul. Sasa akitoa salamu naye wakasema tusalimieni kanisa. That is, even those entrusted the church finances should be found faithful, trustworthy in discharging their responsibilities. Ikiwa kanisa imechanga pesa kwa mratifu mwingine, don't misappropriate church funds. If you have been appointed to be a treasurer, keeping church finances. Tukisoma katika church manuals, vile vitabu vyetu ambavyo vya kanuni vinatuongoza, na tuambia ya kwamba ikiwa kanisa, watu wa Mungu, wamechanga pesa kwa mradi fulani, don't twist it, don't distort it. Uiweke tena kwa kitu kingine. Waja nimalizie. Mnakumbuka huyu aliyekuwa internal security before Kindiki katika ile serikali Uhuru, ni nani yule? Matian. Nilikuwa pastor mahali ambao tulikuwa tunamtumia sana, akija kutuchangia tufanye miradi ya kanisa. So akakuja wakati alikuwa education minister, kali alikuwa waziri wa elimu, akaja kwa mchango. Sasa walimu wote wanajua mkubwa wetu Kenya anakuja kanisa lile, naye wakakuja. He never invited them, walisikia tu habari.
So aliposimama, because he's one of the church elders in the Nairobi churches, alikuwa na mhubiri wake kutoka Nairobi. Mhubiri wake akahubiri, ni one of the elders, na unajua ni wale wakuwa wengine ni lawyers, advocates, wengine ni churches. So akakuja na watu wakubwa na ministers wa Kisii ambao wale walikuwa loyal with him, with the government. Alafu akasema anataka kujangia kanisa pesa muimalize sasa. Lakini nimeona walimu hapa ambao ninajua. Walimu wote msimame. Fungia watu wa Mungu mkono. Aya, principles mpaki mkisimama. Kucheni hapa mbele. Principles akakuja. Alafu akasema wewe una mradi gani utakamaliza shule yako? Huku nialika, ni mimi nimekuuliza. Chukua pesa kiasi hivi. Na wewe una miradi gani ambayo imekwama? Chukua hivi. Na wewe chukua hii. Na wewe chukua hii. Alafu aliita mtu akaja na briefcase. Leta maelfu fulani patia huyu kulingana na projects zake zimekwama. Alafu wakati alimaliza mchanga akasema, wale principals, you never invited me to bring you kiasi hicho cha pesa. Lakini wakati wangu nitakuja kwa kisiri without informing you. Nije kuinspect kama hiyo miradi ilikamilika. Nikipata utafanya chochote, utarudisha hizo pesa zote. Nikipata simetumika, lakini kiasi ambao kimetumika si ya ile mradi ulioniambia, na mtu wangu ameandika hiyo mradi wa kila kanisa, kwa kila shule. Alafu nikuta wamesema, tulikuja tukaketi board ya shule, kila board member akapata 2,000, nothing you did. Second board meeting, kila mtu akachukua 2,000, nothing you did. Mtalipa hizo pesa zote ambao board ilikula. Na unajua in his own time tulisikia Matiang'i yako ndani. Ile kanisa nilikuwa ile shule sema ita Pastor Suma. Kanyorai nikapata amefungua vitabu. Ulisikia huyu nilimpatia pesa ngapi? Aliniambia mradi gani? Ona, wamekaa vikao vitatu, wametumia 15,000, hakuna mradi umefanya. Wanapata chakula, wanakula kuku na masoda na mikati, tena wanapewa pocket money. Niliwapa hizi pesa hii shule yako Pastor Suma, wewe ndio pastor wa maeneo haya. Ili mkuje kuketi, maana walikuwa so among the board members. Mkuje kukula. Sasa mnirudishie zile zimebaki, tena hii shule na iandikia deni, and within 2 weeks mlipe hizo pesa mmekula. So when you have been entrusted with church finances, msiwe kama ile makanisa mengine ambao si ya Pentecoste, si ya KSDA, wanachangia mradi fulani miaka kucha miaka kwenda, miaka kucha miaka pia. Waaminio, believers, church members, they don't see anything moving. So Erasto alikuwa mwaminifu. He was a servant, a steward, being a treasurer of the church, na Paulo ndiye akamuincorporate in the gospel ministry. Kwa hivyo leo nimezungumzia kuliko vile Biblia imetuonya. Utusaidie tuwe watendakazi na watumishi waaminio.
Ni katika jina safi la Yesu Kristo ni Bwana wetu. Maybe God bless you. Speaker, umesimamisha mtumishi.